Siri ya tabia. Kwa nini nyani huwapenda wanawake zaidi kuliko wanaume? Kwa miongo mingi kumekuwa na hadithi ya shuhuda kutoka kwa watu wanaoishi karibu na misitu au maeneo penye nyani, wakidai kuwa wanyama hao wana tabia ya kusumbua, kuwafuata au hata kuonyesha mapenzi kwa wanawake kuliko wanaume. Ingawa katika jamii nyingi jambo hili linachukuliwa kama utani au imani za kishirikina, tafiti za kisayansi za tabia za wanyama, Animal Behavior Ethology, zinaonyesha kuwa kuna sababu ya kudhibiti kibiolojia na kimazingira nyuma ya tabia hii. Moja, tofauti ya homoni ya harufu. Moja ya sababu kuu ya kisayansi ni uwezo mkubwa wa nyani kunusa kemikali maalum zinazotolewa na mwili wa binadamu zinazoitwa pheromones. Estrogen, testosterone. Miili ya wanawake hutoa kiwango kikubwa cha homoni cha estrogen, hasa wakati wa mzunguko wa hedhi au ujauzito. Nyani dume wana uwezo mkubwa wa kutambua harufu hizi za homoni. Kwao harufu hizi huashiria upole, uzazi na nishati isiyo na tishio. Tishio la testosterone. Kwa upande mwingine, wanaume hutoa homoni ya testosterone kwa wingi kupitia jasho. Nyani utafsiri harufu hii ni kama ishara ya uwepo wa dume mwingine mtawala, dominant male, jambo linawafanya kuwa waoga au wenye tahadhari wanapokuwa karibu na wanaume. Namba 2, saikolojia ya tishio na ulinzi wa maisha. Wanyamapori kila wakati hutathmini hatari kabla ya kufanya uamuzi wa kusogea karibu. Katika tathmini hiyo, nyani huona wanaume kama tishio kubwa kuliko wanawake. Sauti na umbo. Wanaume huwa na miili mikubwa, mabega mapana na sauti nzito zenye mamlaka katika ulimwengu wa nyani. Sifa hizi ni alama za adui au mshindani. Tabia za ukali. Kihistoria na hata sasa, wanaume ndio wanahusika zaidi na kuwafukuza nyani hao, wapiga mawe au kuwawinda nyani wanapoingia shambani au katika makazi ya watu. Nyani wana kumbukumbu nzuri sana, cognitive memory. Wanajua kabisa kuwa wanaume ni wakorofi. Pindi ukisogea wanakuadhibu. Kuna uwezekano mkubwa wa kupata kipigo kuliko mwanamke akisogea. 3, upole na lugha ya mwili, yani body language. Lugha ya mwili wa mwanamke mara nyingi huwa haionyeshi uchokozi au tishio la moja kwa moja kwa wanyama. Kuepuka mgongano wa macho. Nyani wakitazama mara moja machoni kwa ukali, tafsiri jambo hilo ni kama changamoto ya kupigana. Wanaume mara nyingi ukazia macho nyani kwa lengo la kuwatishia. Wanawake kwa asili mara nyingi huwa na tabia ya kuangalia pembeni na kukimbia, kujificha wanapoona wanyama hawa, jambo linalomfanya nyani ajione yuko salama au hata kuwa mbabe zaidi. Sauti za juu, high pitched voice. Sauti za wanyama zikiwa za juu au za hofu hazitafsiriwi na nyani kama tishio la kimwili, tofauti na sauti nzito za wanaume zinazowaogopesha. 4, unyang'anyi wa chakula, opportunistic behavior. Nyani ni wanyama wenye akili sana na wepesi kujifunza, ambapo chakula chao huwa kinapatikana kwa urahisi zaidi katika maeneo mengi ya vijiji au mitaani karibu na hifadhi. Wanawake ndio wanaobeba vikapu vya sokoni, vyakula au kuwa na watoto wadogo wenye vitu vya kula. Nyani wamegundua kuwa ni rahisi kupola au kumpora mwanamke au mtoto chakula na kukimbia nacho bila kukabiliwa na upinzani mkali au mapigano, tofauti na wakijaribu kupora mwanaume ambaye anaweza kupambana nao hadi kuwapiga. 5, mfumo wa kijamii wa nyani wenyewe, social structure. Katika makundi ya nyani, hasa baboons and makaku, madume hupitia nguvu na mabavu kutawala majike na kulinda maeneo yao. Wakati nyani dume anapomkaribia mwanamke wa kibinadamu, wakati mwingine huwa haoni binadamu wa jinsia nyingine, bali anaona kiumbe dhaifu katika mfumo wa kijamii ambapo anaweza kumtawala na kumsogelea bila hofu ya kupigwa.
Hii ndiyo sababu ya nyani dume anaweza kuonyesha tabia za kuringa au kujionyesha displaying dominance mbele ya wanawake ili kuwatisha au kuwavutia. Upendo au ukaribu wa nyani kwa wanawake sio mahaba kama unavyotafsiriwa na binadamu, bali ni mchanganyiko wa kutafuta usalama, kuepuka wanaume ambao ni tishio. 2. Kutafuta chakula kwa urahisi, kutumia udhaifu wa lugha ya kimwili ya wanawake, kuvutia harufu ya homoni zinazoashiria amani na kutokuwepo kwa uadui.